Yeah, wash poppin, nite Jijolino Star Lens aka mtangazaji mmoja kama watangazaji 100, na leo tupo kitahani. Bahati nzuri ni kwamba tumekuja kupiga story na mtu ambaye ni director Tolo Pro, ambaye ameshoot video nyingi sana toka kitambo hapa kwetu Nyarugusu, na nikaona sio mbaya tupige naye story ili kuweza kukujuza kile ambacho huenda ukijui kutoka kwa Tolo Pro. Inakuwaje kaka? Salama Kama kaa fresh. Mishe zinaenda. Mungu anabless. Okay. Tolo umekuwa ni mtu ambaye umefanya videos nyingi na wasanii mbalimbali, means kwamba una experience ya muda mrefu kwenye tasnia yetu ya nini ya muziki na video, si ndio? Ndio. Ni video gani ambao uliwahi kufanya ukafeel kwamba video hii ni the best kuliko video zako zote? Kikweli mimi director ambaye nina mavideo mengi ambayo ni mazuri, kwa hiyo kusema kwamba is the best kwa mimi. Kwa mwaka jana na mwaka huu kuna video ambazo nimezifanya ambazo ni nzuri. Sasa mimi sikuogea kwamba hii ni kazi is the best, mimi nafanya kazi zote zinakuwa ni nzuri. Okay. Yeah, sio kusema kwamba labda ilikuwa ni Adiki ndio the best, no. Mimi kila kazi naifanya ni the best. Okay. Yeah. Ni msanii gani ukiwa naye location anakuwa ni msumbufu sana kuliko wengine wote ambao ushawahi kufanya nao kazi? Kuna usumbufu wa aina mbili. Kuna usumbufu wa kutaka kupata kitu kizuri, lakini pia kuna usumbufu wa usumbufu yani. Okay. Wa kukera watu na nini. Siwezi kuwataja na wasanii wetu, pia kuna video nilishoot, kuna changamoto nilizipitia, ilikuwa ni video ya Bido Star na Zoo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nimeita salama. Okay, tuingie hapo kwenye video ya Bido na Zoo, si ndio? Yes. Kuna tetezi kwamba kuna mshikaji alizingua sana ambaye ni Nyago. Mlipokuwa location mshikaji akaleta sintofahamu au kwa nakupigia sorry. Akaleta maneno ambayo hayaeleweki. Kwa upande wako, si ndio? Ulichukuliaje hilo swala? Kitu cha kwanza, ulichukuliaje hilo swala? Kwa mimi bwana, sio kwa mimi, kwa mtu yeyote ile swala yeye asingechukulia kawaida. Okay. Director yote, kwa msanii yote, kwa mtu yeyote alikuwa siku ile pale, nafikiri alijifunza kitu. Na kuna mtu ambaye anataka kukubali kile ambacho alikuwa anataka kufanya. Lakini sitaki kumzungumzia sana kwa sababu yeye anaishi maisha yake, kusema mimi bwana nitaishi hivi. Okay. Na mtu akiamua kuishi hivi, sawa, tunampa macho. Okay. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa mimi nilijisikia vibaya sana. Sitaki kuzungumza kwamba mambo mengi kama silikuwa hivyo. No. Okay. Akiwa walikuwa waliona, lakini naweza kusema tu kwamba mimi katika mood ulinitoka, idea nilikuwa nimefikiria ikakufa, sijui lengo lilikuwa lisifanye ile idea. Sielewi, Okay. Kesho siku ikawa hivyo, basi tukatulia tukamaliza, kesho kutwa akaja, sasa tukamaliza. Hivyo. Sawa. Sasa nake ndio kumuuliza maswali bwana, kwa siku unaenda wapi? Anambia hapo tulikuwa naenda. Yaani unajua wanadamu mwanangu ni kuzoeana tu hisi. Yeah, okay. Una feel kwamba mshikaji baada ya kusema kwamba amekuja kule na kuwa anamnyima msanii wake uhuru wa kuweza kufanya kazi, una feel kwamba alikuwa ametumwa na watu ili kuharibu location yako, au ni kichwa chake tu kiliamua kufanya maamuzi kama yale? Hapo naona ni dharau. Lakini kitu cha pili kama labda alikuwa atamani kile kitu kufanya. Lakini mimi nilikuwa naamini kwamba ni yeye kujichukulia ni nani, anajikuta yeye ni nani. Okay. Lakini pia na kuwadharau watu wengine, labda alidharau school nilikuwa nayo, labda alidharau TV nilizokuwa nazo siku ile, labda alidharau wasanii waliofanya nyimbo na msanii wake. Labda sijajua alimdharau nani pale. Ndio akaamua kufanya vile, sababu ukija kuangalia hakuna msanii yote au mtu yote au yeye asingependa kufanya kile kitendo. Okay. Hakuna. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alikuja tukafanya tukamaliza. Yeah. Na baada ya hapo msanii ambaye alikuwa amefanya collaboration na Zoo, wewe kama director alikwambia kitu gani? Aliniambia tu kwamba bro, kazi ni ya kwetu, usipanic. Okay. Kazi ni ya kwetu, usipanic. Tujaribu kuwa pole. Lakini mimi nakuwa mwepesi sana kukasirika. Okay. Lakini mimi kwenye post yangu kasirika, ila mimi ni ngumu sana kuja kujionyesha kwamba nimekasirika. Okay. Unaweza kanitukana au kanichamba kanifanya vitu nikaumia moyoni nikatulia. Na nikitulia imeisha. Lakini mimi nimeripuka nimeongea, basi unajua unakereka. Umekera sasa mimi umefika mwisho. Na hakuna kwenda na kunaribia mimi kazi. Sasa kunaga mtu
Hakuna mtu au binadamu yote anaweza kupenda aribiwe kazi yake. Kesho kushukuru nitaambia Tolu bwana ni mbovu, hamna kitu. Okay. Sasa unapoambiwa hamna kitu, hata uteja hata watu waje kufahamika kazi kama tukifanya kazi na Tolu pale itakuwa ni upuuzi tu, hamna kitu tunakufanya. Kwa hiyo kubwa kujisimamia kitu kikubwa. Siku ile sikupenda kujisimamia kwa sababu wasanii wanaofanya kazi lakini pia na muda uko tuache dalili za mvua, hatuna taa muda huo. Jamaa amekuja naye amewaka na kuzidi kuwaka, mtu anazidi kwenda. Tumekuja kushuti mvua hiyo hapo tunaiona hapo. Okay. Kwa mambo ni kubwa sana. Yeah, poleni sana. Lakini pia ningependa kugusia kitu fulani ambacho uliwahi kuposti kwenye media kwenye social media, sawa? Uliposti Joh Makini. Sawa. Vipi kuhusiana na hiki kitu? Ni kwamba wewe na Joh Makini mshawahi kufanya project? Nafikiri ilikuwa ni Kigoma. Sio mwaka jana, sio mwaka juzi, nakumbuka hivi. Nilikuwa nina shoot sehemu moja hivi. Lakini sasa hapo ambapo mimi nilikuwa nina shoot ndo wao ilikuwa ni hotelini. Wao walikuwa wamepanga hapo. Okay. Sawa, kwa nina shoot akaniona. Kumbe muda tulivyoingia pale yeye alikuwa amekaa sehemu kwa sijamuona. Ananichona tu anavyofanya. Akaniita. Ndio njoo baby fresh kwa silaza makisa sasa tuna show hapa. Kwa nilikuwa nakuomba kama itawezekana tuangalie mnataka kufanya uje kwenye show nichukulie nini maclip nisijua wasanii wala nini. Basi nikasema basi fresh basi na noma. Akachukua namba yangu na akachukua namba yake. Nilikuwa na shoot pale maana saa 4 usiku show natakiwa ianze. Kwa hiyo natakiwa nishuti ile video nilikuwa nashuti ilikuwa ni gospel. Nishuti kuanza saa 7 mchana mpaka saa 12 nimalize ili nipumzike. Ule muda napumzika nichange mabeti. Nipumzike saa 2, saa 3, saa 4 niwe pale kwenye shughuli yake. Basi bwana. Akanilipa, alivyonilipa nikamsikilizia, muda ukaenea, akanicheki, nikamweka mlangoni. Basi wakaniruhusu pale nikaingia. Ndio alipokuwa. Okay, ukufeel kwamba ukupropose kwamba mnaweza mkafanya kazi moja ambao labda kesho kutwa ikakufanya ukaingia kwenye nafasi kama walivyo madirectors wengine kama kina Kenny kina nani wa hapa Tanzania? Nafikiri ilikuwa hivyo. Sema yeye muda wake ulikuwa ni mdogo. Mimi ningeweza kumshawishi kwamba bila kufanya kazi moja angekubali, lakini muda ulikuwa umeumishwa. Kwa maana kwamba walipoperform pale alikuwa imebakia siku 2 tu, na maana siku ya performance amke kesho jioni waondoke. Maana unajua wanakuja wasanii wengi. Wakina Gimani au kina Mbarua kwa wengi sana. Kwa hiyo pale inabidi wakimaliza tu kuperform na warudi, yani kama sio kwa na muda wa kukaa tuanze kufikiria ala chague nyimbo na nini kushuti. Lakini kama alikuwa anakuja kanaba ya kushuti tungefanya kazi. Sasa walikuja kwenye masuala ya show na nini, walikuwa pesa yao kuja perform kimaliza na waondoke. Kama ni hivyo. Okay, tumzungumzie Tolo wa zamani na Tolo wa sasa. Utofauti uko wapi? Nafikiri utofauti ni kwamba ni kwenye mabadiliko tu. Kwanza ukiangalia zamani sana ilikuwa ni ngumu na nini kutafuta, kisa hivi kidogo kuna utulivu, maana ukitulia tunaona simu inaingia. Basi tunaona hivyo ni lakini pia sasa hivi tuna familia, tuna mke na nini. Okay. Tunashukuru Mungu tofauti na mwanzo sasa kidogo na mabadiliko. Yeah, okay, as a director, wewe ni mtu ambaye unakutana na mapiskali ambazo tunaita video vixens, ndio? Yes. Haijawahi kutokea siku moja ukajaribiwa nao watu labda wakawa wanataka jambo? Bro, mimi nahoga sometimes mimi nikiwa location nahoga kama mtoto kama mpuzi. Okay. Lakini nikikupa kichoko nikaondoka mimi ndo kuga moja kwa moja. Yaani ndio unakoga usuru wangu. Mimi kwa location kila mtu unamuona ni size yangu, ni career yangu. Cheka kila mmoja unaweza kantukana fresh. Unajua na kitu wanapendaga kuongeongea kwa unapowakazia au unapowafungia sura kidogo mnafanya kazi wengine kama vile wanakuokopa. Okay. Video vixen ni bora ajisikie huru. Unajua kwenye kushuti video vixen anaanza kufanya upumba mwingi lakini akapata kitu kidogo tu yani. Na kile kitu kidogo unachokivizia hata kwenda quality unataka kadogo alichokafanya sawa tu basi.
Kwa hiyo lazima awe na kuchekesha, anajua alikuwa anaongea na mtu ambaye kidogo hata nikiongea vibaya hatajisikia vibaya na nini. Lakini kwenye masuala sija kunijaribia hizo zipo, mimi ni mwanaume na mimi zipo, lakini mimi hivyo vitu sivyoji sana kwenye ubongo. Kama sijui mimi nakutana na mapiskali wengi sana, nikienda sio Kigoma wapi, hata hapo si mademo hapo. Lakini vile huwa sivipi nafasi kwa sababu najua nikiviendekeza naweza kukwama. Au naweza nikawa na mafanikio. Naona mimi wanawake wanaweza kukupatia mpisiko kwanza mafanikio kidogo kama hakuna mmoja pia mafanikio, kila mmoja anajipambania yeye kama na mke na muziki inatosha. Sawa, kwenye madirector wenzako wote ni director gani akifanya kazi lazima alete kwako mshauriane? Nafikiri walikuwa kama watatu. Walikuwa nani nyuma alikuwa anataga Bwazi, Wachi, HB, lakini pia Madiba, Sebastian pia naye ilikuwa hivyo, lakini sema yeye aliondoka. Lakini pia na wadogo zangu hawezi kufanya kazi bila madirector maja na nani, hawezi kufanya kazi bila kuleta kwangu. Lazima nikague, nikiridhia. Wengine kuna madirector wengine usiporidhika na kazi anakuambia itaenda hivyo hivyo. Sasa uleta kwangu ifanye nini? Lakini inakuwa hivyo hivyo basi. Unafikiri wewe ni director bora kwa hapa kwetu? Wewe ni director bora kuliko madirector wote kwa hapa kwetu? Nikijikataa nitakuwa nakosea, niseme yes. Mimi ni director bora, lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimekuwa mtu ambaye naigwa vitu vingi na madirector yetu. Yaani ukianza short, ukianza idea, ukianza sio kwenye nini, kwenye hadi malogo, nikitoa malogo hayo ngine kwa hiyo najikutaga kwamba mimi ni the best, lakini sitaki kujiongelea sana. Wapo madirector ambao kazi yao kuzungumza, kama wakifanya hii tena zungumza sana, akifanya kitu kikubwa yeye ndio hadi kwenye mila anatangaza mimi sifanye kazi na mtu fulani, sijui mimi ndo nini, no mimi zile siku. Lakini mimi najijua moyoni kwamba mimi ni the best. Kwa sababu gani? Watu wengine wananikopi, wanapenda kitu ninachokifanya nao wanakifanya kile na yoga simu hata na watu madirector wa nje mwanangu mtisha sana ile kazi na nini. Kwa hiyo najijua kama mimi watu wananipigia simu ndio watu ambao wananizidi, kwa naambia mwanangu umeua mwanangu. Kumbe nimeua. Basi poa. Endelea kujikubali kinafsi, lakini usema kama nijitangaze kama mimi najua nini zile kazi yangu ndio inanitambulisha. Kitu gani upendi ufanyiwe kwenye maisha yako? Kudharaulika na kuidharau kazi yangu. Hivyo vitu sivitaki. Kwa sababu gani? Unaponidharau mimi utaanza kudharau wazazi wangu na nini. Unamdharau mke wangu na nini. Lakini pia ukidharau kazi yangu unashinda kusamea kitu unachokifanya mimi. Kwa kikubwa ni kuniheshimu na kuheshimu kile unachokifanya. Kiwe kibaya kiwe kizuri, kama ukipendi basi vuka. Na kama unakikubali hivyo, lakini sio kunidharau kama mimi bwana ule ni mbwa tu na nini. Lakini mimi pia nimespea watu wengi, na support vijana wengi, nimetoa wasanii wengi, kwa hiyo lazima uniheshimu na kuheshimiwa mimi. Kuna ukiwa uko free, upo nyumbani, huna kazi ya kufanya, unapendelea kufanya kitu gani? Kwa mimi nikiwa nyumbani napenda kucheza na mke wangu. Napenda kumtania mke wangu na nini, sijiona kwamba iko mwenyewe na nini. Kwa zile kelele, lakini pia napenda kucheza na familia yangu, wadogo zangu, mama yangu, baba yangu. Natamani sana nisipokuwa na kazi, lakini natamani kuwachekesha na nini ili wajue kabisa sisi tunatoka mbele. Ugali na wali unapendelea kula chakula? Baba mimi ndio wali. Kabla hujamaliza. Wali hapa mimi sina usemi mwanangu. Na ugali wewe kula bwana. Unaiona sana yetu wapi ilipoanzia, tulipo sasa na tunapoelekea? Wewe kama director ambaye always upo kwenye industry ili kuweza kuproduce videos ambazo ni nzuri, unaona wapi sana yetu? Mwanangu, ni swali ambalo sijawahi kuulizwa. Hilo ni swali ambalo sijawahi kuulizwa na mtu yeyote. Sana yetu mwanzo ilikuwa ni ngumu. Sababu nakumbuka nilipokuja kuanza mimi nilimkuta director Donut tu ana shoot video. Kama kulikuwa mwingine kwa simfahamu, lakini Donut tu. Baada ya Donut nikaja mimi. Nilipokuja mimi nikaanza kubadilisha baadhi ya vitu. Watu wakawa kabisa mbadilisha kwenye video, sasa hivi muziki unaanza kusikika. Wakina DJ wakafanya mabona na nini. Sasa wakawa wanakuja Manyagomani tukafanya na music ile na nini begani. Kwa hiyo
Wakaja madirector wengine. Sana ikaja katikati ilikuwa nzuri, unakuta hadi kwa siku tunashoot video 3. Okay. Yaani mmoja anamshutia asubuhi, asipokuja saa 6 mwisho, saa 8 mpaka saa 9 mwisho, mwingine saa 9 mpaka saa 12 nimemaliza kazi. Hiyo ilikuwa ni uongo. Tumeenda katikati nyuma kidogo tumefeli. Sana ikawa kama inashuka. Lakini kulingana na idea za madirector na wasanii pia wanabadilika na nini, kwa hiyo mpaka sasa nahisi kuna mabadiliko makubwa na sisi madirector tunapata feelings. Kwa zamani tulikuwa tunafanya kazi kwenye ndizi. Tuende kwa watu uwanjani. Lakini sasa hivi lazima tupate ma designer, waje model waje na nini, tuwapange na nini. Kwa hiyo unakuta hata kufanya video tunapata vitu vizuri na vikubwa. Kwa sasa hivi baada ya kuona vitu kubwa, kumbe tukiwatumia watu wakija hivi tunapata kitu kikubwa. Okay. Kwa hiyo inakuwa sana tu kwamba tunazidi kuikuza sisi wenyewe, kuona feeling na features zinavyozidi kubadilika sisi kidogo. Japo tuko na ufinyo wa mazingira lakini tunabadilika sio mbaya. Okay. Idea ya video ya Mbondo, ndio design ya watu kuvaa the way walivyovaa, ni kwamba ilitoka kwako mwenyewe au kuna mtu mwingine ambaye alikupa idea wewe ukafanya? Ile video nilifanya mimi peke yangu, lakini tulikuwa na dogo mmoja anaitwa Ali. Ali pale sijajua alikuja na idea. Okay sawa. Kwa mama. Okay. Wamebana hapa sisi wanangu, unaonaje? Bado kina mama, kina mama kama wanavaa miwani na nini, asema ukivaa miwani hapo tuwapo kidogo washike na miamvuli mwanangu, unaonaje? Basi tuweke na miamvuli. Mama nikala basi na kaa tukaenda huko. Lakini nafikiri video ilivyofungua ikaenda wale wazee wamekaa kwenye majua wale. Na ni idea yangu pia nafikiri mwanzo mpaka mwisho, lakini inagoa nini pia alikuwa na mchango wake kidogo. Simanya goma sema nataka Ali na wewe bwana, nasema freshment wa mesh na hizi za hii mimi director ambaye anashafanya mambo mengi na watu wengi. Okay, leta pia tuweze kufanya kitu kikubwa sio mbaya. Ya tukafanya kazi tukaua. Okay, ni msanii gani mwingine ambaye wewe una feel kwamba unapendezwa kufanya naye kazi hapa kwetu hata nje ya hapa, msanii ambaye wewe unaona kabisa huyu napenda nifanye naye kazi? Nasi naweza ngataja wote, ni wengi sana, lakini bila mimi kukaa natamani kufanya kazi na Mungu akibless kufanya kazi. Lakini pia natamani kufanya kazi na Rayvanny. Chui. Natamani sana na mimi kwa sababu mimi nilivyoenda hivi town nilikuwa connection nyingi kutana kina follow nini, nikaona hawa walichikana nao karibu. Ona nikawashutia kwa pata kazi rahisi. Okay. Yes, lakini pia hapa kwetu msanii ambaye nimejaribu kufanya kazi wa kike ni Dogo Zuu, nikaona huyu nikifanya kazi nadhani nikampeleka sehemu. Okay. Lakini wanaomshikilia waoni chochote. Na mimi bado nikimshikia mimi anataka kwenda sehemu. Okay. Dogo Zuu pia kwa mikono ya watu ambao alisongea sana. Wanafanya video sasa wanafanya, lakini zinakuwa ni video ambazo ziko hazina ule upeo kusema kwamba hii ni video inaweza kumshawishi mtu kaenda sehemu. Okay. Lakini naweza ngafanya Dogo Zuu video ambayo mtu akiona sasa mtoto kumbe anajua afu yani zile yani. Pia wasanii wetu ambao wako hapa ambao natamani kina kufanya kazi kwa hapa kwetu ambao sije kufanya kazi. Dada kakaangu tu mwana wa gospel. Nani brother? Yes, of course. Ndo mtu ambaye pekee mwingine ambaye unatamani ufanye naye kazi? Brother wangu sema kuimba sio sana, mwimbaji wa gospel, mwalimu wa kwaya na nini. Huyo natamani mimi nifikishe sehemu. Okay. Neno moja kwa mashabiki zako ambao wanakuangalia kupitia Mozo Classic TV. Ni kwamba nawapenda na tujaribu kushirikiana kwa pamoja kwa sababu sanaa ni ya kwetu. Na Tolo Productions ya kwa peke yangu, ni wao walishika mkono mpaka kufika hapa. Lakini pia Mungu akibariki naweza nikawalika nyumbani kuja kula wali na nini. Hiyo wali itakuwa ni nini? Ngoja niulize kwa sababu kula muhimu au sio? Na masuala ya sherehe ya mtoto. Siku Mungu akibariki tukapata mtoto naye nitaita waje wale. Okay. Ebane, hii ni Mozo Classic TV ambayo inakuletea update ambazo ni za kijanja zaidi. Hapa nilikuwa napiga story na Tolo Pro. Nafikiri umepata vitu vingi na umejua vitu vingi kutoka kwake. Sio leo tu, hata next time tutakuja tu chill ili tuweze kupiga stories zingine ambazo wenda leo tumeona kwamba tuweze kuziacha. Niite Jijolino Star Lens,
aka mtangazaji mmoja kama watangazaji 100. Usikose kusubscribe, kulike na comment. Pia usikose kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata kile ambacho kinajiri kutoka hapa kwetu Mwozo Classic TV. Wajanja tumehamia kipande hii. Ciao.